Hallelujah. Amen. God is wonderful. Mungu ni wa ajabu. He is so wonderful. Yeye ni wa ajabu sana. He has given us another opportunity Ametupa fursa nyingine to be in his presence. ili tuwe kwa uwepo wake. Hallelujah. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. We are going to read from the book of Genesis. Tunaenda kusoma kutoka kwa kitabu cha Mwanzo. The book of Genesis 41. Kitabu cha Mwanzo 41. Hallelujah. Amen. Genesis 41. Mwanzo 41. Starting from verse number 17. Kuanzia mstari wa 17. Genesis 41 from verse number 17. Mwanzo 41 kuanzia mstari wa 17. I want us to go through the dreams of Pharaoh. Tumisha nataka tupitie ndoto za Farao. The dreams that he had. Ndoto alizoota. Hallelujah. Amen. And Pharaoh said unto Joseph, in my dream, behold, I stood upon the bank of the river. Verse 18. And behold, there came up out of the river 7 kine, fat-fleshed and well-favored, and they fed in a meadow. 19. And behold, 7 other kine came up after them, poor and very ill-favored, and lean-fleshed, such as I never saw in all the land of Egypt, for badness. Hallelujah. Amen. And the lean and the ill-favored kine did eat up the first 7 fat kine. And when they had eaten them up, it could not be known that they had eaten them, but they were still ill-favored as at the beginning. So I woke up. Verse 22. And I saw in my dream, and behold, 7 ears came up in one stalk, full and good. And behold, 7 ears withered, thin and blasted, with the east wind sprang up after them. 24. And the thin ears devoured the 7 good ears. And I told these unto the magicians, but there was none that could declare it to me. 25. And Joseph said unto Pharaoh, the dream of Pharaoh is one. God has showed Pharaoh what he is about to do. 26. The 7 good kine are 7 years, and the 7 good years are 7 years. The dream is one. 27. And the 7 thin and ill-favored kine that came up after them are 7 years, and the 7 empty ears blasted with the east wind shall be 7 years of famine. 28. This is the thing which I have spoken unto Pharaoh. What God is about to do, he showeth unto Pharaoh. Hallelujah. 29. Behold, there come 7 years of great plenty throughout all the land of Egypt. 30. And there shall arise after the 7 years of famine
and all the plenty shall be forgotten in the land of Egypt, and the famine shall consume the land. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Rudia kwa Kiswahili. Mwanzo mlango 41 mstari wa 17. Farao akamwambia Yusufu, katika ndoto yangu nalikuwa nikisimama ukingoni mwa mto. 18. Na tazama, ng'ombe 7 wanatoka mtoni, wanono, wazuri, wakajilisha manyasini. 19. Kisha tazama, ng'ombe 7 wengine wakapanda baada yao, dhaifu, wabaya sana, wamekonda. Katika nchi yote ya Misri sijaona kama hao kwa udhaifu. 20. Na hao ng'ombe waliokonda, wabaya, wakawala wale ng'ombe 7 wa kwanza, wale wanono. 21. Na walipokwisha kuwala, haikutambulikana ya kwamba wamewala, bali wakaonekana wabaya kama kwanza. Basi nikaamka. 22. Kisha nikaona katika ndoto yangu, na tazama, masuke 7 yanatokeza katika bua moja, mema yamejaa. 23. Na tazama, masuke 7 membamba, dhaifu, yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada ya hayo. 24. Na hayo masuke dhaifu yakameza yale masuke 7 mema. Nami nikawaambia hao waganga, wala hakuna aliyeweza kunionyesha maana yake. 25. Yusufu akamwambia Farao, ndoto ya Farao ni moja. Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. 26. Wale ng'ombe 7 wema ni miaka 7, na yale masuke 7 mema ni miaka 7. Ndoto ni moja. 27. Na wale ng'ombe 7 dhaifu wabaya waliopanda baada yao ni miaka 7, na yale masuke 7 matupu yaliyokaushwa na upepo wa mashariki yatakuwa miaka 7 ya njaa. 28. Ndivyo nilivyomwambia Farao, ya kwamba Mungu amemwonyesha Farao atakayoyafanya hivi karibu. 29. Tazama, miaka 7 ya shibe inakuja katika nchi yote ya Misri. 30. Kisha kutakuja miaka 7 ya njaa baada yake, na shibe ile yote itasahauliwa katika nchi ya Misri, na njaa itaiharibu nchi. Bwana abariki andiko. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana abariki andiko. Amen. The Bible is talking about the king of Egypt. Biblia inamzungumzia mfalme wa Misri. And this king was so powerful. Na huyu mfalme alikuwa mwenye nguvu sana. During those days, you could not have compared Pharaoh with any other king of any nation. Siku hizo haungemlinganisha Farao na mfalme yoyote wa taifa lolote. Hallelujah. Amen. And this powerful king had a dream. Na huyu mfalme mwenye nguvu aliota ndoto. 2 dreams, ndoto 2, same meaning. maana moja. Hallelujah. Amen. He saw fat cows coming out of the sea. Aliona ng'ombe wanono wakitoka ndani ya maji.
very well fed cows. waliolishwa vyema, They were looking wonderful. walikuwa wanaonekana kwa ajabu, They were looking good. walikuwa wanaonekana vyema. Then later came other 7 very lean cows. Kisha baadaye kukatokea ng'ombe wengine 7 wembamba. They were looking so emaciated, Walikuwa wanaonekana dhaifu sana, very weak. dhaifu sana. But what amazed Pharaoh was that these lean, emaciated cows swallowed the fat ones. Lakini kilichomstaabisha Farao ni kwamba hawa ng'ombe 7 wembamba wadhaifu waliwameza wale ng'ombe 7 wanono. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Then the second dream came. Kisha ndoto ya pili ikaja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Akaona ndoto ya pili, na ndani ya ndoto ya pili akaona masuke 7 juu ya bua moja, yaliyonona, yanayoonekana vizuri zaidi. Haleluya. Amen. Haya masuke yalikuwa yanapendeza, yalikuwa yana muonekano ulio mzuri, masuke yaliyo na afya. Haleluya. Amen. Ndoto ya Farao haikuishia hapo. Baadaye akaona tena masuke mengine 7 yamejitokeza, lakini 7 ya pili yalikuwa membamba, hayana afya, yamedhoofika. Haleluya. Amen. Na kilichomshangaza Farao ni kwamba haya masuke 7 yaliyodhoofika, yasiyo na muonekano mzuri, yakameza masuke 7 yaliyonona, yaliyo na afya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Maandiko yanasema hata baada ya haya masuke yasiyo na afya kumeza masuke yaliyo na afya, ungeyatazama hungejua yamemeza haya masuke 7. Haleluya. Amen. Maana baada ya kumeza masuke 7, bado haya masuke yasiyo na afya yalikuwa na muonekano ule ule wa kukosa afya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. The seasons in life Misimu maishani are not permanent. sio ya kudumu. If you have ears, hear what I am saying now. Kama una masikio, sikia kile mtumishi anasema sasa. We Christians, Sisi wa Kristo many times we get confused in life. mara nyingi huwa tunachanganyikiwa maishani. Seasons in life are not permanent. Misimu maishani sio ya kudumu. My brother, my sister, don't act as if you own the decisions of tomorrow. Mpendwa ndugu, mpendwa dada, usitende kama ambaye unamiliki maamuzi ya kesho. Usifanye mambo ama usitende kana kwamba unamiliki maamuzi ya kesho. Amen. Misimu ndani ya maisha sio Ya kudumu. ya kudumu.
Hallelujah. Amen. Misimu ya maisha hubadilika. Amen. That is why, Ndiyo maana as a Christian, kama Mkristo, as a believer, kama muumini, you can be a parent, unaweza kuwa mzazi, you can be that believer who is a parent, unaweza kuwa muumini ambaye ni mzazi, you can be believer who is that youth, unaweza kuwa muumini ambaye ni yule kijana, that brother, that sister in church. huyo ndugu, huyo dada kanisani. Become serious with life. Fanyika wa kumaanisha na maisha. Life is no joke. Maisha sio mzaha. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pharaoh saw a dream. Farao aliona ndoto. This dream amazed him. Hii ndoto ilimstaajabisha. This dream was so shocking. Hii ndoto ilikuwa ya kushangaza sana. Although he is a fierce king, ingawa ni mfalme mkali sana, a very terrible king, mfalme hatari sana, but he could not stop the lean cows to swallow the fat cows. lakini hangezuia wale ng'ombe wembamba kumeza wale ng'ombe wanono. It was beyond his authority. Ilikuwa zaidi ya mamlaka yake. It was beyond his power. Ilikuwa zaidi ya nguvu zake. Seasons are Misimu not permanent. sio ya kudumu. To many of us, Kwa wengi wetu as believers, kama waumini, many times we think seasons or times must flow in one direction. mara nyingi watu tunadhani misimu ama wakati lazima utiririke kwa mwelekeo mmoja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pharaoh, as he was shocked by the dream, Farao alivyostaajabishwa na hiyo ndoto, waganga wake alipowaita hawakuweza kumpa jawabu. That was the dream that even defeated the Egyptian magicians. hiyo ni ndoto ambayo hata iliwashinda waganga wa Misri. The magicians who could turn their staff into small snakes. Waganga ambao wangebadilisha fimbo zao ziwe nyoka wadogo. But with that dream, they could not give an interpretation. Lakini kwa hiyo ndoto hawakuweza kupeana tafsiri. Until Joseph came. Hadi Yusufu akaja. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And the king told Joseph about his dreams. Na mfalme akamwambia Yusufu kuhusu ndoto zake. Joseph said, I cannot interpret the dreams. Yusufu akasema siwezi kutafsiri It ndoto. is only God who can do that. Ni Mungu tu ambaye anaweza kufanya hilo. Hallelujah. Amen. Even on what you know. Hata kwa kile ambacho unajua. Let people know. Wacha watu wajue. It is about your God.
ni kuhusu Mungu wako. Never should you boast saying it is me. Usiwahi kujigamba ukasema ya kwamba ni mimi. No. Hapana. That is why he did not make other people to know, but he made you to know. Ndio maana hakufanya watu wengine wajue, lakini alikufanya wewe ujue. So always put God first. Kwa hivyo muda wote muweke Mungu wa kwanza. And if you put God first, he will always put you first. Na ukimweka Mungu wa kwanza, naye muda wote atakuweka wewe wa kwanza. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The reason why you don't count, sababu yako wewe kutohesabika, the reason why you don't count, sababu yako wewe kutohesabika, it is because you don't make your God count. ni kwa sababu haumfanyi Mungu wako ahesabike. The day you make your God count, siku unayomfanya Mungu wako ahesabike, your God will make you count. Mungu wako atakufanya uhesabike. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Joseph told Pharaoh, Yusufu alimwambia Farao, your dreams are just but one. ndoto zako ni moja tu. They have the same meaning. Zina maana sawa. The interpretation is just the same. Tafsiri yake ni moja. The fat cows that you saw Ng'ombe wanono uliowaona are 7 years. ni miaka 7. Masuke wa kunona uliowaona pia ni miaka 7. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Masuke membamba ulioyaona pia nayo ni miaka 7. Na ng'ombe waliokonda pia uliowaona nao pia ni miaka 7. Hallelujah. Amen. And Joseph told Pharaoh, Na Yusufu akamwambia Farao, this is what God is saying. hiki ndicho Mungu anasema, In the land of Egypt, kwa nchi ya Misri there's going to be 7 years of great harvest. panaenda kuwa na miaka 7 ya mavuno mengi. 7 years of pampa harvest. Miaka 7 ya mavuno makuu. A very great harvest. Mavuno makuu sana. Hallelujah. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. 7 years of enjoyment. Miaka 7 ya kufurahia. 7 years of celebrations. Miaka 7 ya kusherehekea. 7 years of good things. Miaka 7 ya mambo mema. 7 years of increase. Miaka 7 ya ongezeko. 7 years of multiplication. Miaka 7 ya kuongezeka. Hallelujah. Amen. And he told the Pharaoh, Na akamwambia Farao, after the 7 years of pamba harvest, baada ya miaka 7 ya mavuno makuu, after the 7 years of celebrations, baada ya hiyo miaka 7 ya kusherehekea, after the 7 years of good things, baada ya hiyo miaka 7 ya mambo mema, then comes 7 years of trouble. sasa panakuja miaka 7 ya shida. 7 years of great famine. Miaka 7 ya njaa kali. Hallelujah. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. 7 years of pain. Miaka 7 ya uchungu. 7 years of crying. Miaka 7 ya kulia. 7 years of shame. Miaka 7 ya aibu. Until the first 7 years of harvest will be forgotten. Hadi hiyo miaka 7 ya kwanza ya mavuno itasahaulika. Like it never existed.
kana kwamba haikuwahi kuwepo. Hallelujah. Amen. Asante. Hallelujah. Amen. And Joseph told Pharaoh, Na Yusufu akamwambia Farao, although this is going to happen, ingawa hili linaenda kutendeka, look for a man. tafuta mtu. Look for a man. Tafuta mtu. A man who is wise. Mtu aliye mwenye hekima. A man with great plans. Mtu mwenye mipango mikuu. A man who will give great and wise decisions. Mtu ambaye atapeana uamuzi mkuu na wenye hekima. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To deal with 7 years of great harvest. Ili kukabiliana na miaka 7. For that man to deal with 7 years of great harvest. Ili huyo mtu akabiliane na hiyo miaka 7 ya mavuno makuu. With good plans. Na mipango miema. With good and wise decisions. Na maamuzi mema na yenye hekima. So that when 7 years of famine come, ili miaka 7 ya njaa ikija, the good plans, hiyo mipango miema and good decisions na maamuzi mema of the first 7 great years of harvest ya hiyo miaka 7 ya kwanza mikuu ya mavuno will deal with the 7 years of famine. Takabiliana na miaka 7 ya njaa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Never should you act Usiwahi kutenda as if you own the decisions of tomorrow. kana kwamba unamiliki maamuzi ya kesho. Tomorrow Kesho may change, yaweza badilika, may give you a challenge yaweza kupa changamoto in the plans of today. kwa mipango ya leo. Tomorrow, Kesho another government may be in place serikali ingine inaweza kuwepo with new policies na kanuni mpya that will disrupt the plans you had. ambayo itaharibu mipango uliyokuwa nayo. Tomorrow, Kesho famine may come njaa inaweza kuja and disrupt your plans. na iharibu mipango yako. Diseases may strike Magonjwa yanaweza kushambulia and you may lose hope in life. na unaweza poteza tumaini maishani. What I want to tell you, my brother, my sister, is Kile mtumishi anataka kuambia ndugu na dada ni kwamba at that time, wakati huo, when favor is still on you, wakati kibali bado kiko kwako, when favor is still on you, wakati kibali bado kiko kwako, make good use of it. kitumie vyema. Because time comes that favor Kwa sababu wakati unakuja hicho kibali may leave, kitaondoka, may leave. kinaweza ondoka. My dear, when you are still in that position, Mpendo, wakati bado uko kwa hiyo nafasi, use it as if you will never see it again. itumie kana kwamba hautawahi When kuiona. you are still in that position, Wakati bado uko kwa hiyo nafasi, make many friends. tengeneza marafiki When wengi. you are still in that position, Wakati bado uko kwa hiyo nafasi, have many connections. kuwa na kuunganika kwingi, Because that office you are in, kwa sababu hiyo ofisi ulio ndani yake, another person will sit there. mtu mwingine atakaa hapo. Time will pass. Wakati utapita. That time Huo wakati that God has shown you mercy,
ambao Mungu amekuonyesha rehema, and you have the flow of money, na uko na mtiririko wa pesa, my dear, mpendwa, that is the time huo ndio wakati to buy land. Don't say you'll buy tomorrow. wa kununua shamba. Usiseme nitanunua kesho. That is the time to build a house. Don't say I will build tomorrow. Huo ndio wakati wa kujenga nyumba. Usiseme nitajenga kesho. Use that time. Tumia huo wakati When the flow is still there. wakati wa mtiririko bado upo. Use that time when the flow is still there. Tumia huo wakati wa mtiririko bado upo. Seasons are not permanent. Misimu sio ya kudumu. Don't misuse your time. Usitumie vibaya muda wako. Don't misuse that opportunity that you have now. Usitumie vibaya hiyo fursa ulio nayo sasa. You may not see it again. Unaweza kosa kuiona tena. When you are still loved, Wakati bado unapendwa, talk much sense. ongea maana nyingi, Plan more. panga zaidi, Execute the plans more. tekeleza hiyo mipango zaidi. Tomorrow, Kesho the season may change. msimu inaweza badilika. Joseph said, Yusufu alisema, look for a wise person. mtafute mtu mwenye hekima, That what we need to do, Pharaoh, kwamba kile tunahitaji kufanya we Farao, need to build galleries. tunahitaji kujenga magala, We need to put stores everywhere. tunahitaji kuweka magala kila mahali, That when we harvest, ya kwamba tunapovuna we store. tunaweka We galani, keep them in store. tunaiweka galani, That let us have plenty. ya kwamba wacha tuwe na tele, That in the season of our plenty, ya kwamba kwa msimu wetu wa utele let us plan well. wacha tupange Let vyema, us store well. wacha tuhifadhi Let us vyema, reason well. wacha tuwaze vyema, Because famine is coming. kwa sababu njaa inakuja. Seasons are not Misimu permanent. sio ya kudumu. You may get 50,000 today. Unaweza pata 50,000 leo, You may misuse it. unaweza itumia vibaya, And in 30 years to come, you may not get hold of 50,000 shillings together. na kwa miaka 30 inayokuja unaweza kosa kushika 50,000 kwa pamoja. Don't joke. Usifanye mzaha. There are people, even in church, who joke with favor. Kuna watu hata kanisani ambao hufanya mzaha na kibali. You may cry for it tomorrow. Unaweza kukililia kesho, And your time of favor and your season of favor is gone. na msimu wako wa kibali umeenda. Hallelujah. Amen. Seasons are not permanent. Misimu sio ya kudumu. You are employed. Umeajiriwa, There is a flow of cash. pana mtiririko wa pesa. Don't joke with that season. Usifanye mzaha na huo msimu. You may cry for it. Unaweza kuulilia. That in a month, Ya kwamba ndani ya mwezi you can earn like 20,000. unaweza pokea kama In 20,000. your business, Kwa biashara yako you can achieve like 50,000. unaweza pokea kama 50,000. When you are still in that opportunity, don't joke with it. Wakati bado kwa hiyo fursa usiifanyie mzaha. Don't joke with it. Usifanye mzaha nayo. That you still
ya kwamba bado una kibali of the environmental anointing of the Lord's Promised Church. Make good use of it. cha upako wa kimazingira wa kanisa. Tomorrow it may not be you, it may be someone else. Kesho inaweza kosa kuwa wewe, inaweza kuwa mtu mwingine. That God has given you opportunity, ya kwamba Mungu amekupa fursa, that you can have space and time to pray during the day. ya kwamba unaweza kuwa na nafasi na wakati wa kuomba mchana. Pray as if tomorrow is not coming. Omba kana kwamba kesho haiji. Because tomorrow, Jesus told Peter, Yesu alimwambia Petro ya kwamba Petero, kuna muda waja mbele yako ambapo utashikwa mkono, utaelekezwa kule usikotaka kwenda, lakini kwa sababu season yako hukuitumia vizuri, itabidi uende, maana umeelekezwa huko. Amen. The Bible says, Biblia inasema in the book of Ecclesiastes, kwa kitabu cha Mhubiri chapter 3, mlango wa 3. put it there. Verse 1. Mstari wa kwanza. There is time for everything and a season for every activity under heavens. Under the sun, seasons are not permanent. Chini ya jua misimu si ya kudumu. Don't misuse it today, thinking tomorrow will bring you the same. No. Usikitumie vibaya leo ukidhani ya kwamba kesho itakuletea hicho hicho. Hapana. You still have time, the favor of God, that you can have time to come to church early. Come early. Bado uko na nafasi, uko na kibali cha Mungu ya kwamba unaweza kuja kanisani mapema. Njoo kanisani mapema. If God has given you that opportunity that you can pray, He has given you that opportunity with time that you can pray. You have a lot of time to pray more than your neighbor. Pray more than that neighbor. Kama Mungu amekupa hiyo fursa na wakati ya kwamba unaweza kuomba zaidi ya jirani yako, omba zaidi ya huyo jirani yako. Seasons are not permanent. Misimu sio ya kudumu. That you still have that favor. The authority of the Lord's Promised Church can get a phone and call you. Use it well. Ya kwamba Tomorrow, kesho waweza tamani hiyo simu ikosekane kwa miaka 5. Kesho waweza tamani huyo bishop niko akupigie tu simu akutume mahali, asipige. Kesho unaweza tamani huyo bishop niko akupigie tu simu akwambie iko hivi na hivi, asipige. Maana favor yako ilipokuja, you misused it. And there is no vacuum kwa kazi ya Mungu. There is no vacuum in the kingdom of God. Your favor is out. Another person steps in.
because it is time for his favor. Kibali chako kiondoka, mtu mwingine anaingilia hapo, maana ni wakati wake wa kupokea kibali. Favor. Kibali. Don't misuse the opportunity that you have been given. Usitumie vibaya fursa ambayo umepewa. Wewe unajua ni wangapi wanapiga simu biashara zao zikaombewe na haziendi kuombewa. Wewe yako inaombewa na unacheza nayo. Hallelujah. Hallelujah. Why many are crying today? Sababu ya wengi kulia leo, because when solutions came, kwa sababu suluhisho zilipokuja, they did not have knowledge on them. hawakuwa na maarifa juu ya hiyo suluhisho. Hawa wapendwa ndani ya vikundi kanisani, mnaosema tukutanike na uji, kuna season itabadilika, utatamani uwakutanishe wote pamoja, ukuta iwezekani. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To me, let me tell you the truth. If you stop the time you misuse your favor, Kwa mtumishi, wakati ambapo unatumia vibaya kibali chako, you cease to matter to me. unakoma kujalisha kwake. Why? Because God did not send me to one person. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hakumtuma mtumishi kwa mtu mmoja. He sent me to multitude. Alimtuma kwa umati. So one person cannot stop the journey. Kwa sababu kwa hivyo mtu mmoja hawezi kumzuia kuendelea. You may come to church, yes, but you will not matter to me. Unaweza kuja kanisani lakini hautajalisha kwake. You know, every calling Wajua kila mwito that God gives out ambao Mungu hupeana creates that person according to the calling. humuumba huyo mtu kulingana na huo mwito. So that is how I am wired. Kwa hivyo ndivyo mtumishi ameumbwa, Because of the calling I received. kwa sababu ya mwito alioupokea. It is not my own character creation. Sio uumbaji wa tabia yake yeye mwenyewe. No. When God gives you a calling, He creates you. He makes you according to the calling. Mungu anapokupa mwito, anakufanya kulingana na huo mwito. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When that favor is still there, Wakati hicho kibali bado kipo, work more for it. Work more for it. fanya kazi zaidi kwa ajili yacho. Work more for it. Fanya kazi zaidi kwa ajili yake. When that opportunity is still there, Wakati hiyo fursa bado ipo, because you are not permanent and the seasons are not permanent. kwa sababu hauko wa kudumu na misimu si ya kudumu. Even that friend you have now, Hata huyo rafiki uliye naye sasa, let me tell you here, wacha mtusha kwambia hili, tomorrow will not be the one.
kesho hatakuwa yeye. You will still be in the same church. Bado mtakuwa kwa kanisa moja. But that friend you have now, Lakini huyo rafiki uliye naye sasa, the percentage of friendship you have now, asilimia ya urafiki mlio nao sasa, will not be like that tomorrow. haitakuwa hivyo kesho. And even to others, that friend you have now will not be your friend in December. Na hata kwa wengine huyo rafiki uliye naye sasa anaweza kosa kuwa rafiki yako Sio Disemba. anaweza kosa. He will not be. Hata kuwa rafiki yako Disemba. Seasons are not permanent. Misimu si ya kudumu. How many people do you see they are friends 3 months in this church? Even a girl to girl friend. 3 months, the 4th month, January, February, March, they are friends. In June, this friend is now a friend of a new one. And this one is now a friend of a new one. Seasons change. Ni marafiki wangapi hata dada kwa dada ambao unawaona ni marafiki Januari mpaka mwezi wa 3, lakini mwezi wa 6 unaona huyu rafiki mmoja ni rafiki wa rafiki mwingine mpya, na huyu mwingine ni rafiki wa rafiki mwingine. Hawawachani. Kuna wakati itafika ushangae ndio hawa. Because seasons change. Kwa sababu misimu hubadilika. Najua unajiuliza, hata huyu rafiki yangu nikanaye kesho kutwa tu. Nitakukumbusha. Huyo unayeshinda ukimpigia simu, kama utaiondoa kwa simu yako wakati mmoja, hiyo namba utaipita kama hujawahi iona tena. Why? Kwa nini? The favor that was there is gone. It is now the favor of another person. Kibali kilichokuwepo kimeondoka, sasa ni kibali cha mtu mwingine. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. We pray more to God. Huwa tunaomba zaidi kwa Mungu. We ask God more. Tunamwomba Mungu zaidi. But the opportunities that he gives to us, we misuse them. Lakini fursa ambazo anatupa tunazitumia vibaya. The favors that are there, we misuse them. Vibali viliopo tunavitumia vibaya. Look around. Even in church here. The favor that you misused, the other person that got that favor, look at the life of that person. Tazama hata kanisani, hicho kibali ulichokitumia vibaya. Yule mtu mwingine ambaye Mungu alimpa hicho kibali, mtazame huyo mtu. Look at that favor, at that person. Tazama huyo mtu. See his life or her life. Ona maisha yake sasa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mfano, mtu yoyote akiwa, huwa sio hivyo, lakini nitumie ile jina ndio uelewe vizuri. Kama my personal assistant, anakuwaje? Akiwa hata anapata kibali machoni pako, si ndio? Lakini nikimfuta, sura yake inakuwa ni ile ile kama ya kwanza. Ubora wake unakuwa kama ule ule wa kwanza. Hakuna, maana ni kibali. Na si ati nimemroga. Why?
Kwa nini? Because of spiritual connection Kwa sababu ya kuunganika carries favor. unabeba The things that you could have struggled to do by yourself, the favor of connection with the high authority of the Lord's Promised Church now works for you. vitu ambavyo ungeng'ang'ana kufanya peke yako. Kibali cha kuunganika na mamlaka ya juu ya kanisa la ahadi ya Bwana sasa yanafanya kazi kwa ajili yako. Hallelujah. Amen. It starts working for you. Inaanza kufanya kazi kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ni kama dereva wa rais. Dereva ama personal assistant wa rais, PA. Rais anaenda Amerika. Hata PA anaenda. Rais anaenda kwa shughuli zake, lakini PA anaenda kwa shughuli za rais. Sijui kama naeleweka. Sasa huyu PA kazi yake kubwa, yeye anaomba tu rais aishi maisha marefu na yeye pia aishi maisha, lakini afungulishi safari ya nje. Hiyo inashughulikiwa na huyu. Akienda nje huyu ameenda nje. Kuna haja iweke kwa maombi? Sijui kama tunaelewana. Pia atapiga magoti, baba safari ya nje. Hakuna. Yule atashughulika na safari za nje ni nani? Ni rais. PA mradi rais amesafiri, PA amesafiri. Kwa hivyo yeye kuna mambo hayatakuwa ndani ya prayer points zake. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hallelujah. Amen. Ndivyo ilivyo. Maana ndivyo Ilivyo. ni kama Brezi yuko wapi? Natoka maana atulii, ni kama huwa mnampatia kiti ambacho kiko moto. Ni kama Brezi nimpe gari, nimwambie chukua gari ukaoshe. Akiingia ndani unajani mahali pa kwanza kuangalia patakuwa wapi? Kwa dashboard na mahali kunaweza kuwa kunawekwa loose mahali. Hawezi angalia kwa tire. So there are benefits that comes with it. Sijui kama naeleweka. Nakupa mfano ili uelewe the benefits. Kuna coins hapo kama za 300 atanirudishia. Maana anajua mimi sifai coins. Kuna haja aziulizie hizo kwamba hizi ni za nini. Yeye anajua mradi ameenda kuosha, hizi ni za benefits. Faida. Bwana asifiwe sana. Amen. So the moment you disconnect from the favor, Kwa hivyo muda unapotenganika na kibali, the moment you disconnect from the opportunity, muda unapotenganika na fursa and any authority na mamlaka yoyote that you fall in, ambayo unaangukia, if it does not create favor for you, kama hayatengenezi kibali kwa ajili yako, every minute is an opportunity for you. kila dakika ni fursa kwa ajili yako. Every minute is an opportunity for you. Kila dakika ni fursa kwa ajili yako. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maana huyu mpendwa ni msaada kwangu. Nitakosa kumwombea afya njema. Maana akigonjeka je? Pigo ni kwa nani? Ni kwangu. Kwa hivyo muda wote atakosa kwa maombi yangu kweli. Lazima awe kibao mbele
kwa maombi yangu. Kwa sababu gani? Kuna kazi anayoshughulikia, kuna mambo anayoshughulikia. Amen. Ili asilie, ili asihuzunike, ili awe na maisha mazuri. So first favor is the health of this person. That's the first favor. Kibali cha kwanza ni afya ya huyu mtu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Look at yourself. Jitazame. When you got that opportunity, ulipopata hiyo fursa, how did you use it? Uliitumiaje in life? Maisha. That favor. Hicho kibali. I tell you, that office you are holding now, tumesha nakwambia hiyo ofisi ambayo umeshikilia sasa, tomorrow, kesho, it is someone will be sitting there. Pana mtu atakuwa amekaa hapo. It will be the favor of another person tomorrow. Itakuwa ni kibali cha mtu mwingine kesho. So what did you achieve when you were there? Kwa hivyo ni nini ambacho ulipokea ukiwa hapo? What did you achieve when you were there? Ni nini ambacho ulipokea ukiwa hapo? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When God gives you the opportunity to stand for your family, stand for it as if you will never stand for it again. Mungu akikupa fursa ya kusimama kwa ajili ya familia yako, simama kwa ajili yake kama ambaye hutawahi kusimama tena. As if it will never happen again. Kana kwamba haitawahi kutendeka tena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. As if it will never happen again. Kana kwamba haitawahi kutendeka tena. That 20,000 you received, hiyo 20,000 uliyopokea, may be the opportunity for your greatness. Naweza kuwa fursa kwa ajili ya ukuu wako. It may be the opportunity for your breakthrough financially. Inaweza kuwa fursa kwa ajili ya upenyo wako kifedha. Many Christians are praying for new things. Ndugu na dada wengi wanaomba kwa ajili ya vitu vipya. They are praying for new positions. Wanaomba kwa ajili ya nafasi mpya. That is good. They are praying for new levels. Wanaomba kwa ajili new higher levels. Viwango vipya vya juu. When favor is still there, wakati kibali bado kipo for you, kwa ajili yako. Sometimes you may think it is normal. Wakati mwingine unaweza dhani ni kawaida. It is just common. Ni kawaida tu. It is a must for you. Ni lazima kwa ajili yako. No. Hapana. No. Hapana. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. When that time you can lift up your phone to call for asking a question. Wakati ambao unaweza kuinua simu yako upige kwa ajili ya kuuliza swali. And you leave the season to pass. Na unawacha huo msimu upite. You can cry for it. Unaweza kuulilia. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Kuna siku ya ibada Jumapili moja. Kama hapo mwezi wa 4. Akaniambia, mtumishi,
alikuwa mgeni kama mwezi mmoja. Nilikuwa naomba kukuona, nikamwambia sawa, sasa hivi kuna nafasi baada ya ibada. Sasa hivi kuna nafasi, njoo nione. Akaangalia saa. Kaniambia wao, nakimbia mahali, nitakuona kesho. Kesho hiyo haijawahi fika. Sitaki kuambia kuliendaje. Kwa sababu gani? Alipokuja hiyo kesho hakunipata, na alipopiga simu ikalia haikushikwa. Kwa sababu gani? Simu hazishikwi tu. Jinsi unavyohudumiwa ndio jinsi mimi ninavyohudumiwa. Muda mwingine huwa unakasirika, unaona simu yako haijachukuliwa. Lakini siwezi kupendeza wewe nimkosea aliyenituma kwako. Kupiga haikuchukuliwa. Hiyo kesho haikuwa ifika. Why? That was the opportunity. Hiyo fursa. Kaangalia sasa, mtumishi wacha nikuje kesho. Nasema sawa, tunipata kesho. Hallelujah. Amen. That is why Ndio maana God sent me to you. Mungu alimtuma mtumishi kwetu. But he did not send you to me. Lakini hakukutuma wewe kwa He mtumishi. brought you to me. That is the difference. Hiyo ndio tofauti. He sent me to you. Alimtuma mtumishi But he kwako. did not send you to me. Lakini hakukutuma wewe But kwa he mtumishi. brought you to me. Lakini alikuleta wewe kwa mtumishi. You must know that is the difference. Lazima ujue hiyo ndio tofauti. Why did he send me to you? Kwa nini Mungu alimtuma mtumishi Because kwako? he gave me your message. Kwa sababu alimpa ujumbe wako. And why did he brought you to me or bring you to me? Na kwa nini alikuleta wewe kwa mtumishi? Because I have your message. Kwa sababu mtumishi ana ujumbe wako. So he did not send you to me, he brought you to me, but he sent me to you. Kwa hivyo hakukutuma wewe kwa mtumishi, alimtuma mtumishi kwako, lakini alikuleta wewe kwa mtumishi. Because he had given me something for you. Kwa sababu alikuwa amempa mtumishi kitu kwa ajili yako. Hallelujah. Amen. Why this preaching? Kwa nini haya mahubiri? Because I see many people, many brothers and sisters in the Lord's Promise Church. Sababu mtumishi anaona ndugu wengi na dada wengi kwa kanisa la Ahadi ya Bwana. They are not in the levels they were supposed to be. Hawako kwa viwango ambavyo vilikuwa inatakana wawe. Although they pray, Ingawa wanaomba, although they tithe, ingawa wanatoa fungu, although they sacrifice, ingawa wanatoa dhabihu, but they are not in the places they are supposed to be. lakini hawako kwa nafasi ambazo inatakana wawe. Why? Kwa nini? They don't value their favor and they don't acknowledge the opportunities that are created in the Lord's Promise Church. Amen. Hawathamini vibali na hawatambui fursa ambazo zinatengenezwa ndani ya kanisa la Ahadi ya Bwana. Hallelujah. Amen. As programmed, Jinsi ambavyo imepangwa, there is something you want to pray for 10 years for you to achieve. kuna kitu ambacho ulipaswa kuombea miaka 10 ili ukipokee. But now when the opportunity is created in the Lord's Promise Church, Lakini sasa fursa inapoumbwa kwa kanisa la Ahadi ya Bwana and you enter that opportunity, na uingie kwa hiyo fursa, then that thing that you want to pray for 10 years, now in 2 weeks you achieve it. Sasa- Because you entered the opportunity. kitu ambacho ulifaa kuombea miaka 10 kwa wiki 2 unakipokea, maana ulitambua hiyo fursa. There is something, or as it is programmed spiritually. Kuna kitu jinsi ambavyo imepangiliwa rohoni. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. You are supposed to take 3 years for you to get healed. Nitakana uombe miaka 3 ili uponywe. But because of favor, Lakini kwa sababu ya kibali, one day siku moja you are okay.
uko sawa. Because of favor. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mdogo ndio upata kibali mbele za mkubwa, ama mkubwa ndio upata kibali mbele za mdogo? Hallelujah. Amen. Yupi upata kibali wapi? Mdogo ndio upata kibali? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That is why I keep on repeating the book of Luke. It says something. Maana mtumishi hurudia mara zote kitabu cha Luka. That this favor comes from above and from people. Kwamba alipata hii kibali kinatoka juu na pia kutoka kwa watu. But from people of authority. Lakini kutoka kwa watu wa mamlaka. People of power. Watu wenye nguvu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. With your prayers that you have prayed. Kwa maombi yako ambayo umeomba. With your prayers that you prayed. Kwa maombi yako uliyoyaomba. With the fasting that you did. Kwa mfungo uliofunga. Why didn't you achieve or get what you are praying for? Kwa nini haukupata ama kupokea kile ulichokuwa unaombea? Others will be waiting for God to answer them. Wengine watakuwa wanasubiri Mungu awajibu. Or will be waiting for God to answer them. Ama watakuwa wanasubiri Mungu awajibu. And yet their answers and solutions are hidden in the opportunities they don't see. Na ile hali suluhisho na majibu yao yamefichika kwa fursa ambazo hawaoni. Or the opportunities they neglect. Ama fursa wanazozipuuza. Or even others don't realize that according to who I am, hata wengine huwa hawagundui ya kwamba kulingana na jinsi nilivyo, that what is happening, this is just favor. ya kwamba kile kinatendeka hichi ni kibali tu. This is not my prayer. Haya sio maombi yangu. This is not the answer of my meditation. Hili sio jawabu la kutafakari kwangu. This is just favor. Hiki ni kibali. Others don't even realize it is just favor. Wengine hata wao watambui ya kwamba ni kibali tu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. They don't. Wao watambui. They want to pray more. Wanataka kuomba zaidi. They want to fast more. Wanataka kufunga zaidi. But they never recognize favors that are there. Lakini hawatambui vibali viliopo kamwe. Hallelujah. Amen. After Jesus praying the whole night, baada ya Yesu kuomba usiku wote, when he stepped out of the prayer, alipotoka kwa maombi, he chose the 12. alichagua 12. Were they saved before he chose them? Je, walikuwa waokovu kabla ya kuwachagua? Were they saved? Walikuwa waokovu. Were they very prayerful people before he chose them? Je, walikuwa watu waombezi kabla hawachague? Were they church goers before he chose them? Walikuwa wakienda kanisani kabla hawachague? Did they fast before he chose them? Je, walifunga kabla hawachague? Why did Jesus leave others out to choose 12? Kwa nini Yesu aliwaacha wengine nje akachagua 12? Tell your neighbor, favor.